Game ya jana kati ya Simba Sports Club na Coastal Union ambayo ilichezwa katika uwanja wa Meja Isamuhyo na kumalizika kwa Simba Sports Club kushinda goli 2-0. Kuna vitu kadhaa ambavyo nilivinotice, lakini jambo moja kubwa ambalo sitaki kuliacha lipite hivi kabla sijalizungumza ni uwezo mkubwa wa wachezaji wa Coastal Union. Hasa ni uwezo wa mchezaji midfielder huyu ambaye ni Geoffrey Manyasi. Bwana, huyu ni bonge moja la mchezaji. Kwa sababu nadhani alibeba game ya jana yeye binafsi. Sitaki kuzungumza kwamba yeye alikuwa ni peke yake aliocheza vizuri. Kuna wachezaji wengi walicheza vizuri, mfano Walala alicheza vizuri sana, Msimu alicheza vizuri sana, lakini Geoffrey Manyasi yeye alikuwa bora zaidi. Kapteni huyu msaidizi wa Coastal Union, ukiangalia game yake ya jana utakubaliana na mimi kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa na performance kubwa sana. Kwanza kabisa alionyesha instincts zote za midfielder. Alikuwa na awareness nzuri, vision yake pia ilikuwa kubwa. Ukiangalia kabla hajapokea mpira ashajua pasi inaenda wapi, nini cha kufanya kabla asijapokea mpira. Whether timu ipo nyuma, kama timu ipo nyuma unaona alikuwa anakimbiza timu, anasogeza timu mbele, anawasubiria wenzake, ana uwezo wa ball control yake ilikuwa kubwa sana. Na katika wachezaji ambao walikuwa ni mwiba kwa beki ya Simba au midfield ya Simba basi ni Geoffrey Manyasi. Angalia kuna pasi kadhaa alikuwa anazipiga, unashangaa huyu ni kiungo huyu anachezaje timu ndogo kama hii, na kwa nini hakuwa ameitwa timu ya taifa? So Coastal Union na wasifu kwa kuwa na uwezo wa kutambua vipaji vya wachezaji kadhaa, wachezaji mbalimbali na kuwaliquid katika timu yao. Lakini concern yangu mimi juu ya wachezaji hawa ni consistency yao. Unajua wamekuwa na tabia ya kuperform na kuwa na big performance katika mechi kadhaa, sana mechi kubwa kama ya Azam, Simba, Yanga pamoja na Singida Black Stars, lakini game nyingine unakuta wanakuwa na performance ndogo. So lai yangu kwa wachezaji hasa wa kibongo ambao wanachipukia na wanakuwa wanatuonyesha performance kubwa katika mechi kadhaa, they just need kuwa na consistency. Yani kitu unachokitoa katika game ya Simba Sports Club fanya katika mechi inayofuata, labda ya Mbeya City, labda ya Fountain Gate, then tutakuwa na timu nzuri ya taifa. Lakini tukiwa tu na performance katika baadhi ya games kama vile game ya Simba, game ya Yanga, game ya Azam, then game nyingine tunacheza normal, hiyo inakuwa sio nzuri kwa kipaji chako, lakini pia sio nzuri kwa taifa, kwa sababu taifa tunakutegemea. Ukionyesha kiwango kama ulichokionyesha mechi ya Simba, ukaja ukakionyesha mechi ya Fountain Gate, ukaja ukakionyesha mechi ya Mbeya City, then tunatarajia tutakuwa na ligi ambayo ina ushindani mkubwa, lakini ligi yenye uwezo wa kuproduce vipaji kwa muda mrefu. Ukiangalia ligi yetu kiukweli, kiuhalisia haina tabia ya kutengeneza vipaji, yani vipaji ambavyo tunavishangaa. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu angalia wachezaji waliokuwa Simba, angalia wachezaji waliokuwa Yanga, angalia wachezaji waliokuwa Azam, ni wale kwa miaka kadhaa, na hakuna mchezaji anayetoka kwenye timu ndogo na kwenda kwenye timu kubwa. Kwa nadhani baada ya miaka 2-3 tunaona mchezaji mmoja ambaye anajitokeza, yani kutoka timu ndogo kwenda timu kubwa ni jambo moja, lakini kujitokeza kabisa kwamba huyu ni mchezaji mwenye kipaji, hilo ni jambo ambalo linatusumbua sana. Tumestruggle sana, that's why unakuta tunang'ang'ania kusajili wachezaji wa nje, tunatafuta kila namna tupate wachezaji wengi wa nje. So ni wakati sasa wa wachezaji wa Kitanzania kuendeleza au kutuonyesha muendelezo wa vile vitu ambavyo wanatuonyesha katika baadhi ya mechi, sana mechi za Simba na mechi za Yanga. So hiyo ndio rai yangu, lakini pia hayo ndio maoni yangu juu ya baadhi ya vipaji ambavyo tumeviona katika mechi ya jana.